Mtazamaji, hizi ni taarifa za Mwambao kutoka hapa jijini Mombasa. Karibu, lakini kwanza tupate kidokezo. Tunamwambia Rais Uhuru Kenyatta na naibu waziri wake William Ruto kwamba kesi ya rafiki yangu Kambi imeisha, kwa hivyo aregeshwe kama waziri wa Jamhuri ya Kenya. Wabunge wa Pwani wamtaka waziri Kambi arudishwe kazini. Mshukiwa wa ugaidi azua hofu katika gereza la Shimo la Tewa. Ililetwa tu hiyo ambulance na generator, lakini zile nyingine zote hakuna lolote linaendelea. Na zahanati ya Bamba iliyoko Ganze yazidi kusambaratika. Na basi mtazamaji, kwa kina cha taarifa hizo ungana nami hadi tamati. Jina langu ni Aisha Mwajumla. Moja kwa moja kwa taarifa zetu kutoka huko Kilifi, wabunge kutoka eneo la Pwani wamemtaka Rais Uhuru Kenyatta pamoja na naibu wa Rais William Ruto kuhakikisha waziri wa Leba Samuel Kazungu Kambi anarudi kazini haraka iwezekanavyo. Wabunge hao wamesema kulingana na uchunguzi uliofanywa na tume ya kupambana na ufisadi humu nchini, waziri huyo hakupatikana na ushahidi wowote kuhusu madai ya ufisadi. Mwanahabari wetu Bright Mwandodo na taarifa hii kwa kina. Wapwani wameshauriwa kuunga mkono muungano wa wabunge katika eneo la Pwani ambao unanuia kuunda chama chao cha kisiasa kitakachokuwa na sauti moja. Haya yalijiri katika hafla ya kuchangisha pesa ili kusaidia kundi la maendeleo la muungano wa shirikisho uliohudhuriwa na wabunge kutoka maeneo tofauti tofauti hapa mkoani Pwani, ikiwemo kaunti ya Kwale, Tana River na Kilifi katika shule ya msingi ya Chanagande. Mambo yafanya ushirika, mambo ya sungura ushirika. Na ndio maana hivi tumeamua ni lazima viongozi wa Pwani washikane ili tukaweze kuwa na mwelekeo. Umoja wetu ndio utatupeleka mbele. Mfano wa nchi, tumekuwa tukipiga kura miaka mingi tu, na katiba tulikuwa tunatumia kupiga kura awamu ya 10, awamu ya 9 na kwenda chini, ni tofauti na katiba ambaye tunaitumia kwa sasa hivi. Wako wabunge wengine wa Pwani, lakini kwao hatutakwenda kwa sababu hawana vile tunataka sisi. Lakini ukiona tumekuja mahali namna hii, tumeangalia na tumekubali kwamba yule tunayemfuata ni kiongozi wa kisawasawa. Wakiongozwa na mbunge wa Kaloleni na mwenyekiti wa chama hicho Gunga Mwinga, alisema kuwa Wapwani hawajakuwa wakithamini viongozi wao na kuunga mkono vyama vya watu wasiojua matatizo yao. Na tulipokaa tukasema ni lazima tushikane na tutafute mbinu mwafaka ambayo itatuleta sisi kama viongozi na wabunge wa Pwani tukiwa tunakaa katika bunge la kitaifa. Wakati huo wamemtaka aliyekuwa waziri wa Leba Kazungu Kambi kurudishwa kazini, kwani hakukuwa na ushahidi wowote kuhusiana na kesi ya tuhuma zake za ufisadi iliyotajwa na tume ya kupambana na ufisadi nchini. Tunamwambia Rais Uhuru Kenyatta na naibu waziri wake William Ruto kwamba kesi ya rafiki yangu Kambi imeisha, kwa hivyo aregeshwe kama waziri wa Jamhuri ya Kenya. Huku pia wakimtaka Rais Uhuru Kenyatta kutekeleza yale aliyoyatamka kwamba atahakikisha anamaliza ufisadi humu nchini kwa kumtaka waziri Anne Waiguru kuondoka mamlakani ili uchunguzi dhidi yake uweze kuendelea, la sivyo wataendelea na mikakati yao ya kumtaka aondolewe mamlakani. Na 2 haya bado 2000. Haya nimeongezewa, pesa yangu inaongezeka. Itaenda hata. Nikiripotia habari za Mwambao, mimi ni Bright Mwandodo.
Kwengineko, afisi ya mashtaka ya umma ikishirikiana na idara ya gereza la Shimo la Tewa imefanya ombi katika mahakama kuu ya hapa Mombasa kumhamisha mshukiwa wa ugaidi Thabit Jamal Yahya kutoka gereza hilo na kuzuiliwa katika eneo la siri lisilojulikana na umma. Hii ni kutokana na hofu ya usalama katika gereza la Shimo la Tewa na madai mengine kuwa mshtakiwa pamoja na wengine wanapanga njama ya kutoroka gerezani. Mwanahabari wetu Brandi Mwandola ametuandalia taarifa hiyo na nyingine kutoka mahakamani. Thabit Jamal Yahya ni mshukiwa mkuu katika shambulizi la gruneti lililotokea katika mkahawa wa Bella Vista ulioko hapa jijini Mombasa mnamo mwaka 2013 na kusababisha kifo cha msichana mmoja na kuacha wengine na majeraha. Afisa mchunguzi katika kesi hii Philip Tuwei amesema kuzuiliwa kwa Jamal katika gereza la Shimo la Tewa ni tishio kubwa la usalama kwa wafanyikazi wa gereza hilo na hata kwa wafungwa wengine. Ombi hili litajadiliwa hapo kesho mbele ya Jaji Martin Muya. Na katika mahakama nyingine, jamaa wawili wametozwa faini ya shilingi 20,000 kila mmoja au kifungo cha mwaka mmoja gerezani kwa shtaka la kujaribu kutoroka nchini kupitia bandari ya Mombasa mnamo tarehe 10 mwezi huu. Baraka Hamisi Mwamba na Swale Rashid Hamisi wamekubali mashtaka mbele ya hakimu mkuu Susan Shitubi kuwa waliingia katika meli moja inayofahamika kama MV Sanar iliyokuwa ikielekea nchini Uchina kwa madhumuni ya kusafiri katika meli hiyo kinyume na sheria. Nikiripoti habari za Mwambao kutoka mahakamani, naitwa Brandi Mwandola. Tukiachana na taarifa hiyo kutoka mahakamani, kwengineko ni kwamba wasanii wa eneo bunge la Changamwe hii leo wameweza kupata fursa ya kupata nasaha za kisanii ili kuwawezesha kufanikiwa kwenye ulingo huo wa sanaa. Mbunge wa Changamwe Omar Mwinyi amesema kuwa japokuwa vijana wasanii wanakumbwa na changamoto tofauti kwenye sanaa, mipango ipo ya kuwasaidia na kuwakuza vipaji vyao. Mwanahabari wetu Mwarab Mjasir anatuarifu zaidi. Ni hafla iliyoleta pamoja wasanii wa sanaa tofauti wa eneo bunge la Changamwe kwa madhumuni ya kuwajenga kimawazo, akili na kuwapa nasaha mwafaka kwenye sanaa. Mbunge wa eneo bunge la Changamwe Omar Mwinyi, ambaye alikuwa ameandaa hafla hiyo, amewataka vijana kuchukulia usanii kama kazi ambayo inaweza kuwa tegemeo kuu maishani mwao. Muziki unaweza kuzalisha chakula na pia vile vile inaweza kuwaendeleza wao katika maisha yao bila kuwa watakuwa na hamu ya kuajiriwa kazi. John Katana, mwenyekiti wa kundi la The Mushrooms Band na ambaye pia alikuwa akiongoza hafla hiyo, amewataka vijana kuwa na uvumilivu na kujituma katika kukuza talanta zao ili kuhakikisha kuwa wametimiza ndoto zao. Lazima uwe na malengo kwamba mimi nataka kufanya fani ya muziki inifikishe mahali fulani, na ujifundishe kwa wingi inavyowezekana jinsi ya biashara ya muziki inavyofanyika. Vile Joseph na Omar waliweza kuwapa nasaha vijana ambao mara nyingi wanajihusisha kwa mambo yasiyosaidia kama vile madawa ya kulevya na mengineyo. So tuna imani tutakapokuwa tumewapatia fursa kama hizi, tunaweza kuokoa pia katika kuwa watu ambao ni useless na watu ambao watakuwa useful katika society, ambao pia wanaweza kulisha jamii zao na wao pia vile vile kuendesha maisha yao kutokamana na vipawa wanavyo pia vile vile. Nimeanza kupiga muziki nikiwa miaka 13 mpaka leo niliamua sijavuta sigara, sijakunywa pombe, sijakula miraa. Ni mtu mwenyewe pia unavyojiamulia. Kwa hivyo zile pressure za masaiba wako na watu wa umri wako, pia wewe mwenyewe ukiwa una msimamo ngangari kwamba jambo hili mimi sitafanya, jambo hili sitafanya, inasaidia. Ameshakupa ile talanta ukiweka katika maisha yako. Mwarab Mjasir, Pwani TV, habari za Mwambao. Anati ya Bamba, kaunti ndogo ya Ganze iliyojengwa toka enzi za utawala wa Rais Kenyatta, sasa inaendelea kusambaratika huku ikikosa vifaa muhimu na wadi za kina mama kujifungua. Mwanahabari wetu na taarifa kamili. Kwa muonekano wa jinsi majengo ya zahanati hii yalivyo, ni dhahiri kuwa huenda huduma za afya zinazopatikana hapa ni duni.
Jackson Mangela, mkazi wa eneo la Bamba, ameeleza zahanati hiyo haijatiliwa maanani licha ya wao kuwafahamisha viongozi. Mangela ameongeza kwamba miradi ya mwaka 2013-2014 ya zahanati hiyo bado haijaanza na kubaini kuwa wananchi wamekuwa wakikosa dawa pamoja na huduma nyingine. Kulingana na miradi ya kaunti hatujaona lolote limeendelea, isipokuwa ni tuliletewa tu hiyo ambulance na generator, lakini zile nyingine zote hakuna lolote linaendelea. Jackson Kiti amedokeza kuwa mwakilishi wa wodi hiyo ya Ganze Daniel Mangi alichukua hatua ya kuanza kujenga jumba la kina mama la kujifungua bila ya kuhusisha viongozi wengine, na kutaja kuwa huenda alichukua hatua hiyo baada ya kusikia gavana wa kaunti ya Kilifi Amason Kingi atazuru eneo lake. Upande wa maternity nao tulikuja tukawekewa jiwe la msingi juzi tarehe 5. Lakini sasa tuna wasiwasi kwamba ile theater tayari bado haijakuwa. Sasa hilo jiwe la msingi tuna wasiwasi huenda ile maternity huenda ikakaa zaidi. Haya yanajiri huku waziri wa afya katika kaunti ya Kilifi Rachel Musyoka akieleza kuwa huduma za afya zitaendelea kuimarishwa katika hospitali zote katika kaunti ya Kilifi. Kadzogunga, Pwani TV, habari za Mambao. Tukiachana na hayo mtazamaji, kwingineko ni kwamba wajasiriamali katika bara la Afrika wametakiwa kuleta pamoja rasilimali zao ili kurahisisha ukuaji wa uchumi wa mataifa katika bara hili. Akizungumza wakati wa uzinduzi wa muungano wa kampuni ya TAL Group pamoja na vuguvugu la Pan African, mwenyekiti wa kimataifa wa muungano huo Meja Jenerali Kahinda Otafaya amesema ni jambo la kufedhehesha kuona kuwa bara la Afrika lina wajasiriamali bora lakini bado linazorota kiuchumi. Vilevile Jenerali Kahinda ametoa wito kwa baadhi ya kampuni pamoja na mataifa yote ya bara hili kuunga mkono muungano huo ili kulinusuru bara la Afrika dhidi ya kuzorota kiuchumi na kupunguza umaskini. Hafla hii iliyoandaliwa katika maeneo makuu ya mashirika hayo eneo la Kibarani hapa Mombasa ilihusisha kutuzwa kwa shahada za udaktari pamoja na za uhandisi kwa baadhi ya wakufunzi waliodhaminiwa na muungano huo. And I ask our entrepreneurs to ensure that they also pool resources to make sure they engage in worthwhile projects and compete with the best in the world.